Now, I am introducing a very important topic today. Of course, we have been reading the book of Nehemiah, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8. But tumekaa sana chapter 3 na chapter 8. But I encourage all of us, let's read the book of Nehemiah. Nehemiah was a great leader. Nehemiah, he was a great intercessor. Nehemiah, he was a man of God. And Nehemiah, he was a builder. Kuna vitu mingi sana ambao tumeona in the life of Nehemiah ambayo alihusika katika ujenzi wa nyumba ya Bwana. So Nehemiah alikuwa ni mtu ambaye ako na qualities mingi, na kupitia hiyo Mungu alimpatia neema kubwa ya kubadilisha na kuleta mwelekeo katika nchi ya Israel baada ya Jerusalem kuharibiwa tena. Mnakumbuka the time of prophet Jeremiah. You remember? Baada ya wana wa Israeli kuchukuliwa mateka na wakapelekwa katika nchi ya Wakaldayo, wakafungwa na wakashikwa. Lakini Nehemiah the prophet akainuka, na alipoanza kuzungumza watu wakaanza kumrudia Mungu, na Mungu akasema kwa sababu ya hiyo nitawaregesha na nitawarudisha tena. Walikuwa katika nchi ya utumwa, na hizo nyakati ndio kina Nehemiah walikuwa utumwani, walikuwa wamefungwa, walikuwa wanatumikia nchi wenyewe. Lakini later on Mungu alimtumia Nehemiah kuleta ukombozi katika nchi ya Israel. Na kuna mambo manne ya muhimu kanisa lazima ijifunze katika nyakati za mwisho. Mambo mangapi? Manne. Jambo la kwanza, lazima kanisa ijifunze kuchukua nafasi yao. The church must kanisa lazima ijifunze kuchukua nafasi zao. The church must take their possession. The church must know to take their possession. Kwa sababu Mungu hapatii watu mahali ama nafasi yenye hawajajua nafasi yao katika Mungu. Na huwezi kujua nafasi yako na kuchukua msimamo kama haujielewi wewe mwenyewe katika Mungu. Na nimeongea sana mambo ya kujielewa katika Mungu. I've talked several times. Na nikasema kwamba wewe ni haki ya Mungu. You are the righteousness of God. You are not an ordinary person. You are the righteousness of God. I say you are the righteousness of God. In other words, wewe ni mali ya Mungu. Bwana apewe sifa. Hii simu ni yangu. Hii simu ni yangu, ama hii iPad ni yangu. Hii ni haki yangu. Naweza fanya vile nataka. I can give whoever I want. Naweza patia vile nataka, na naweza tumia vile nataka. Naweza tumia kama simu, naweza tumia kama notepad, na naweza tumia kama Bible. I'm using as Bible because it is my property. You are God property. Nimesema you are God property. Praise the name of Jesus. Na lazima uelewe ya kwamba wewe ni haki ya Mungu. Na kama wewe ni haki ya Mungu, inamaanisha maisha yako yote na vitu vyako yote ni ya Mungu. So kanisa lazima ijue nafasi yao. Na kama wewe ni haki ya Mungu, inamaanisha Mungu amekupa nafasi ya kuwa msimamizi wake hapa duniani. Kuna vitu kanisa haifai kuomba. Na napoongea juu ya kanisa, naongea juu ya wewe. Kuna vitu haifai iwe ni ombi ama ni prayer item, kwa sababu ni yako automatic. Unahitaji kuitisha, unahitaji kujipanga kuitumia. Hallelujah. I said hallelujah. Unahitaji kuomba, unahitaji kutafuta, kwa sababu ni haki yako. Ni kama mtoto wako mwenye ulimzaa. Kuna vitu hahitaji kulia kuomba. Anasema dad, mom, I need. Simple. Inaisha. The only thing that will hinder you not to give your child what she need or what she asking ni capacity yake ya kutumia kile nauliza.
Huyu msichana akiuliza baba yake kitu, dad, give me your car. Baba yake hana shida ya kupatia gari, lakini yako na shida ya kapasiti yake. Je, nikimpatia mtoto wangu gari awe nao anashinda nayo? Ana uwezo wa kuwa nayo, ana uwezo wa kuichunga, ana pesa ya mafuta, ana pesa ya insurance, ana pesa ya kuweka miguu. Why do I give this child hii gari? Inamaanisha kuna vitu lazima niangalie ndio nione kama nitampatia. Lazima kanisa ijielewe kabisa, kuna vitu na viwango katika maisha yako haifai uiombee. Proverbs chapter 10, all of us we know, verse number 24. The fear of the wicked will come upon him, and the desire of the righteous will be what? Granted. The desire of the righteous. Kuna kiwango inafika mahali you just desire and get it. You don't need to pray. Sababu ni haki yako. Ni haki yako kuwa na afya. The last letter of John. Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Health is part of you. Health is part of your life. Your soul is prospering, so your health. Kuna vitu ambaye haifai uiombe, haifai ulie Mungu akupatie. You have them. You are the producer of the things that God. Bwana apewe sifa. Lakini usipojua hivyo, kuna vitu utangangana kufanya, kuna vitu utangangana kuiachilia, kuna vitu utangangana kuiweka katika njia inayofaa. Na lazima kanisa ielewe ya kwamba Mungu amewaweka hapa duniani kwa kusudi, na kwa kusudi ya kubadilisha dunia hii, na huwezi kubadilisha ile hujapewa. Inamaanisha alikupatia dunia na wewe uitumie hiyo dunia kuitengeneza katika njia ya Mungu. Ukisoma katika Genesis, the story of Adam 1:1. Let's read together. In the beginning, God created the heavens and earth. Let's continue. The earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the earth, of the waters. Then God said, let there be light, and there was light. Next verse. And God saw the light that it was good, and God divided the light from darkness. And then tuendelee. God called the light day, and the darkness called night. Endelea. Continue. Okay, let's jump to verse 25. Let's read together. And God made according to its kind, cattle according to its kind, and everything that. And God saw that it was good. The next verse. Then God said, let us make a man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish, over the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over everything creeping things that. Now God created a man, and he gave him what? Dominion. Bwana apewe sifa. Hakutengeneza mtu ateseke. Alitengeneza mtu na akampatia huyo mtu tawala, awe mtawala. Na kitu ya kwanza Mungu alimpatia tawale ni ng'ombe. Salimia mtu, mwambie una ng'ombe ngapi sofa?
Salimia muulize uko na ng'ombe ngapi. Okay. Ukiona kitu ya mwisho ilikreatiwa kwa wanyama ni ng'ombe. Na ile aliamrishwa mwanadamu atawale kwanza ni ng'ombe. Na vitu zingine samaki mpaka ndege. Ndio maana watu wana makuku nyumbani. Kuku zipo kila mahali. Samaki ziko baharini. Siku hizi hata wanajitengenezea bahari kwa nyumba, wanaweka samaki. Kuna sehemu nyingi ambazo haina mito ya samaki, lakini inatengenezwa, watu wanaleta. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alisema muitawale. Now, the purpose of human, according to God, according to the wisdom of God, kusudi ya mwanadamu ni mwanadamu achukue nafasi ya Mungu hapa duniani. Narudia, idea Mungu alikuwa nayo ni mwanadamu awe mtawala kwa niaba ya Mungu, achukue nafasi ya Mungu hapa. Na hivyo Zaburi inasema kwamba ninyi ndinyi miungu, you are gods, you are gods, you are the one who represent God. And there is many things that you don't need to pray about. You just need to understand. When you know the truth, Jesus said, the truth will set you free. Are you hearing what I'm saying? Yes, I'm going to say, Lord, have mercy and help me. Let me tell you, there is many things that you'll be shocked. Tukifika heaven, utashangaa kwa sababu ilikuwa inafaa iwe kwako 10 years ago. Lakini you are still struggling to have them. You are still struggling to have them. Why? Because you don't understand yourself. You know, mtu anajielewa, kuna viwango katika maisha yake hawezi akafanya kwa sababu anajielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mfano, wewe umeanza kusikia unataka kwenda toilet kwa kiwango yako. Na mtoto yule mdogo kama huyu wako na huyu mtoto anataka kwenda toilet. Capacity yenu wote wawili, wote ni nature inasukuma. Ni nature inasema ifanyike namna hiyo. Lakini kuna vile unajua la kufanya na kuna kile mtoto hajui la kufanya. So wewe kuna vitu ambazo Mungu hatarajii wewe uwe haujui. Na kwa nini watu hawajui mambo haya? Kwa nini tumekataa kujua? Kwa sababu tumekataa kugrow. Kuna vitu Mungu hataki, automatically Mungu anajua kwamba uhitaji kuambiwa you know. Na kuna vitu huwezi kufanya kwa sababu ya kiwango yako na kwa sababu vile unajua Mungu. Kuna vitu ambacho hauwezi kubali kufanya, not because hauna uwezo wa kufanya, lakini kwa sababu kuna uamuzi katika maisha yako enye uliamua zamani ya kwamba my life and God ni moja, and I cannot allow myself to be in this mixed. Si ndio? Hallelujah. Nyosha mkono, sema Lord. Sema kwa sauti, Lord, help me to understand myself. Vile we mwenyewe uko na vile unaelewa vitu vya Mungu ndio uko leo. Vile unaelewa ndio itafanya Mungu aendelee pamoja na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. So this morning I want to bring you back again kwa kiwango ya kuelewa wewe ni nani katika Mungu, so that kila topic ambao unasikia ikifundishwa usichukulie tu kama ni mahubiri ya kawaida. Mungu anakutarajia kila kitu unashika unapeleka kiwango ya juu zaidi kwa ajili yako na vizazi zinazokuja. Tuliona this week God answer the prayer of builders. Hata Nehemiah anasema kwamba the Sanballat and Tobias, they mock you God in the presence of builders. Do you remember vile imeandikwa hivyo? Anasema kwamba these people, they have mocked you in the presence of builders. In other words, God together with the builders are one. God loves builders. Why? Because builders wanajenga legacies ya generations. Mungu anapenda builders, watu wanaofanya vitu ya vizazi. Mungu anapenda, na ukipigana na builders Mungu anakuacha.
Builders, people who build things, Mungu hataki wasumbuliwe, kwa sababu mjenzi anajenga kitu ya vizazi, generations upon generations. Hallelujah. I said hallelujah. Angalia jirani yako, mwambie pastor anasema lazima ujielewe. Muangalie vizuri, mwambie na sauti mzuri, mwambie jirani yangu, lazima ujielewe ili Mungu akuinue na akubariki zaidi. Lazima ujielewe. I say lazima ufanye nini? Ujielewe. Na hiyo ndio mimi Mungu amenisaidia, kwa sababu ninajua mimi ni property ya Mungu. Ninajua si yuko mkamilifu. Aidha yake katika safari hii unakuta tu umejitumbukiza. Unakuta tu umetumbukia. Kuna zile ndio wamasana wanasema Elisha ndekepeka ngai. Anapeka on. Lakini Mungu hata ni vile tu ajuangi si Mungu anayekanga watu, ni shetani. Angesema tu Elisha ndekepeka shetani. Anapeka on. Sababu Mungu hayakangi watu. Of course Mungu anaweka vitu. Kuna proverb za Kimasai inasema yale mambo Mungu anakuweka na ile unajiweka inatoshana. Lakini Mungu hayakangi watu, mambo ni shetani anayekanga. So Wamasai walishindwa kutofautisha shetani na Mungu. So hakuna mtu mkamilifu. Hata mimi najikuta ya kwamba kuna mambo mengi nakosea, lakini sikia, ile ambao nimejua kuhusu Mungu na mimi imenisaidia sana. You are the righteousness of God. Haufai kuteseka. Na kukosa pesa sio kuteseka. Mnasikia? Kukosa pesa kwa mfuko sio kufanya nini? Na haimaanishi bila hauna pesa ndio utakosa kile unataka. Bible inasema njooni mnunue bila pesa. Salimia mtu, mwambie na hii pesa na kusumbua kwa kichwa inatoka wapi? Kuna vitu ambao you don't need money to have. Come, buy and eat. Yes, come, buy wine, buy milk without money and without price. Geukia jirani yako, mwambie na hii mambo ya pesa na kusumbua inatoka wapi? Kama hauna pesa, haimaanishi utakosa kile unataka. Narudia tena. Kama hauna pesa, haimaanishi utakosa kile unataka. Kuna kiwango unafika in understanding God, or the level of the truth you know about God and yourself, itakutoa kwa shida. Kuna vitu unaongea tu once, unaachana nayo once. Unatoka unafunga hiyo chapter, you will never mention that again. Maana maneno ya mfalme yana nguvu. 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 Revelation inasema wewe ni mfalme, and he has made us kings and priests to his God and Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. Amen. So as a king, as a child of God who is a king, you don't need to talk many things. Kuna tofauti ya maombi na kuongea. Umesikia? Kuna tofauti ya maombi na kufanya nini? Na kuongea. Na maneno mengi hayana matokeo. Maneno mengi hayana matokeo. Neno moja inabadilisha maisha na inabadilisha hata taifa. One word. Maneno mengi hayabadilishi, lakini neno moja inabadilisha maisha ya watu na inabadilisha taifa. Praise God. I said praise God. I said praise God. So this morning, all of us, nataka uelewa kwamba ukishajielewa katika Mungu, mambo yako yanakuwa rahisi kuhandle. Mambo yako yanakuwa rahisi kuhandle. Some of us, we are where we are today because we are still trusting God for money. Those who trust in God shall never be in shame. Ever. They shall never ever be in shame. Kuna kiwango unafika katika Mungu, kuna vitu hauiombei, unatamani tu inakuja. Lakini ukikataa na kukua, if you refuse to grow, utafunga hata 40 days. Ndio kitambo kitu ifanyike.
Sasa Mungu atakuwa anakupatia kitu kwa kukuhurumia bila umeteseka. Anakuhurumia. Anasema tu huyu sasa ninamhurumia tu kwa sababu ameteseka ya kutosha. Unajua Mungu ni wa huruma nyingi sana, si ndio? Bwana siwe sana. Kuna vitu hatuhitaji kupata kwa sababu ya huruma. Tunahitaji kupata kwa sababu tuko na haki katika Mungu, kwa sababu sisi ni watoto wake. Praise the name of Jesus. Ukisoma 2 Corinthians chapter 5, all of us we know this is a very powerful scripture. For we know that our earthly house, this tent, is destroyed. We have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Endelea. For this and desire to be clothed with reputation, which is from heaven. Even ye, having been clothed, you shall not have power. For who are in this tent? But next verse. Hey. Read it tena. Now, he who has prepared us for this very thing is God, who also has given us the Spirit as a guarantee. Amen. Umesikia? Who has prepared us? Who is preparing us? God himself. And he has given us the Spirit as guarantee. Everything we need, we have a guarantor. Amen. We have a guarantor. Amen. Praise the name of Jesus. Nikiona Wakristo wakiteseka nasikia hasira, nasikia vibaya. Na nimesema pale mwanzo leo ya kwamba kuna vitu Mungu hajakosa kukupatia, hajakosa kukupatia si kwa sababu hujaokoka, lakini kwa sababu ya capacity yako, uwezo wako. Bwana atukuzwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na nikasema God himself, he has prepared us for these very things. He has prepared us for the things that we are passing through today. Ametutayarisha kwa vitu tunaopitia leo. Ametutayarisha kwa vitu tunayoona. Ametutayarisha kwa vitu ambazo zinakuja. Haya mambo tunayofanya kila siku inatusaidia tujifunze vile Mungu anafanya kazi na sisi. Na maandiko matakatifu imetupatia picture, imetupatia mtazamo ya kile inafanyika baada hii. Ombi langu ni ya kwamba katika jina la Yesu, ya kwamba wewe usifike mahali ya kuteseka kwa sababu ya kutojua. Na ndio mimi uchukua muda kukusomea maandiko, kukuonyesha, na hata saa zingine kukuletea watumishi wa kukuonyesha, kukusomesha na different graces, so that usije ukakosa vitu Mungu ambaye amekuwekea kwa sababu ya kutojua. Tuendelee. So we are always confident, knowing that when we are at home in the body, we are absent from the Lord. Umesikia? So kuna mahali na kuelekeza, ndio uelewe kwa nini watu wengi wanakosa kuwa na capacity ya kupokea zile vitu Mungu ako nayo kwa ajili yao. Hallelujah. I said hallelujah. Amen. When we are present in the flesh, we are absent from the Lord, because flesh separates you. God has given us the Holy Ghost. He has given us the Holy Spirit. Now the Holy Spirit is the guarantee of our capacity building that will help us to receive what God has for us. Because when you have the Holy Ghost, when you have the Holy Spirit, you have the wisdom of God. You have the spirit of wisdom. And the spirit of wisdom haijui miaka. The Spirit of God
which is the spirit of wisdom, the Holy Spirit, haijui miaka. Wakati umejawa Roho Mtakatifu, hata kasichana kadogo kama huu anaweza barikiwa na anainuliwa na watu wote wanamfuata kwa sababu amejaa Roho. Bwana asifiwe sana. Let's read together. And I, brethren, when I came to you, did not come with excellence of speech or with the wisdom declaring to you the testimonies of God. Next verse. For I determined nothing to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. Next verse. I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Next verse. And my speech and preaching are not persuasive ones of human wisdom, but in the demonstration of the Spirit and of power. Next verse. That your faith should not be in the wisdom of men, but in the power of God. Now, the power of God, I said last week, is the wisdom of God. Because kitu ambayo itafanya mwanadamu ashindwe na akili yake ifike mwisho ni wakati nguvu za Mungu zimeingilia. Shika mtu masikio, mwambie, are you in church or you're somewhere else? Ask your neighbor, are you in church? Raise your hand, say, Lord, help me to understand these things. Nyosha mkono, sema, Bwana nisaidie kuelewa mambo haya. Sema kwa sababu, sema, Bwana nisaidie kuelewa mambo haya. Sikiza ndugu zangu na mnifuate vizuri. Nguvu za Mungu ndio hekima ya Mungu, which is the power of God. Imebadilisha hekima ya kibinadamu. Now, guarantee ya wewe kupata hiyo ni Roho. Na wakati uko kwa mwili, Bwana anakuondokea. Maana hawezi kukaa kwa mwili, anakaa kwa Roho. Na anajitukuza na kujionyesha kwa nguvu za Roho, ambaye ndiye guarantee ametupatia. Amen. Oh, precious Jesus. Hallelujah. Naomba kila mtu akuwe mtu ya rohoni, kwa sababu kama wewe ni mtu ya mwilini, kuna vitu utakuwa tu naona tukifanyiwa. Nikisema nimepata 100 acres ya land bila kung'ang'ana, unasema kwamba nikisema nimepata ng'ombe 2, unasema nikisema nimefungua hoteli, nimefungua biashara, nimefungua boutique, lazima uwe na swali how. Lakini wakati ambapo unatembea katika neema na hekima ya Mungu ambao ni Roho Mtakatifu, mambo yako inakuwa rahisi. Sasa nimewarudisha hiyo story yangu yote, nimewarudisha kwa Holy Spirit. Bwana kwa sifa. Kwa sababu bila ushirikiano wa Roho Mtakatifu, Mungu hayuko na wewe. Mungu ako na wewe kwa njia ya Roho. Na hiyo ndio tofauti ya wewe na yule mwingine mwenye hana Roho Mtakatifu. Let's go back to 2 Corinthians chapter 5. So we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Next verse. For we walk by faith and not by sight. Read again. For we walk by faith and not by sight. We are confident, yes, well pleased, and be present with the Lord. How? Endelea. Therefore, we make next verse. Kwa hiyo tena, ikiwa tupo hapa au ikiwa hatupo hapa, twajitahidi kumpendeza yeye. Tunajaribu tuwezavyo kupendeza yeye. Na utapendeza Mungu kwa njia gani kama hauenendi katika Roho na hauenendi katika imani? Kwa sababu kuenenda katika Roho na kuenenda katika imani, hayo njia mbili ndio inamfurahisha Mungu, kwa sababu yeyote anayenenda kwa Mungu lazima amini yeye yupo na anapatia zawadi wale wanamtafuta kwa imani. Actually, Bible inasema kwamba for without faith it is impossible to please him. So a God pleaser is a man of faith, a woman of faith, a man of the Spirit, a woman of the Spirit. Are you hearing what I'm saying? So faith and the Holy Spirit ni kitu mbili na ni kitu moja ambao lazima ziandamane ili ujenge capacity yako ya kupokea kile vitu Mungu amekuwekea. Kuna vitu mingi Mungu ako nayo kwa ajili yako.
Nimesema kuna vitu mingi Mungu ako nayo kwa ajili yako, na lazima uwe na capacity ya kuipokea, na jinsi ya kuipokea ni lazima uenende katika roho. Mwambie jirani yako, lazima utoke kwa hii mwili. Mwili imekuwa na shida sana. You must walk in the spirit. Ukisoma Romans chapter 8, we are coming back here. Let's go to Romans chapter. Okay, umetuwekea faith. Sawa, let's read together. But without faith, it is impossible to please him. For he who comes to him must believe that he is and the rewarder of those who seek him. Okay, let's go back. Twende Romans chapter 8. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus, who do not walk according to what? Come on, according to what? To the flesh, but according to the Spirit. Read it again, verse 1. Tusome tena. Therefore, no condemnation. No condemnation to those who live in Narok, to those who speak Swahili, to those who speak Masai Kikuyu, Kikalenjin, but to them who are in Christ Jesus. Why? Because they don't walk according to their flesh, but according what? Raise your hand, say, in the name of Jesus. Come on, say, in the name of Jesus Christ, I refuse to walk in flesh. I walk according to the Spirit by faith. Next verse. For the law of the Spirit of life is Soma kama mtu aliyebarikiwa. Soma kwa sauti, sema aje. For the law of the in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. Next verse. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his only Son in the likeness of sinful flesh, on according of the sin, he condemned sin in the flesh. Tuendelee. That the righteous who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Tuendelee. For those who live according, set their mind on the things of flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Wale wanatembea katika mwili, mawazo yao, akili yao wameweka vitu ya mwilini. Geukia jirani yako, mwambie, unapotembea kwa mwili, unafikiria kama mtu wa mwilini. Unafikiria kama mtu wa mwili. Unaumwa na wapi? Naumwa na hapa. Ni ile ka ugonjwa kangu. Mtu wa mwili. Mtu wa mwili. Hakuna ugonjwa yako. Hakuna ka ugonjwa kako. Hakuna ugonjwa ya familia uliosaliwa. Hakuna ugonjwa ya baba na mama. Hakuna ugonjwa yako, hakuna. Kwa sababu kile tumepokea. Tumepokea roho wa Kristo. Roho ya ujasiri. Uliondoa laana. Umeondoa magonjwa. Umeondoa umaskini. Umeondoa ukabila. Umeondoa udini ndani yangu. Sitembei kama mtu wa dini. Methali imesema anachoogopa mtu mwovu inampata, lakini kile mwenye haki anatamani anafanya nini? Anapewa. So wakati uko na Roho Mtakatifu, uko na Roho wa Mungu ndani yako, inamaanisha uko na garanta, uko na kibali, uko na nafasi. Kila mahali utaingia utapendeka, utapendelewa. Haijalishi umetoka mji gani, umetoka town gani, unaongea lugha gani, kiwango ya elimu ni gani, pesa ni kiwango gani. Ukiwa na Roho Mtakatifu, Mungu anakuongoza. Hatua za mwenye haki inaongozwa na Bwana, na wakati Bwana anakuongoza, hakuna mwanadamu ana uwezo wa kukuzuia na kufika mahali Mungu anataka
nataka ufike. Wapendwa, nimekuja kusema asubuhi ya leo, wakati Mungu yuko upande wako, wale wanakuchukia hawana uwezo, wale wanakuchukia hawana mahali wa kuingia. When God is on your side, you need to believe that and that alone. Hallelujah. Geukia jirani yako, mwambie jirani, mwambie jirani, mwambie jirani, mwambie jirani, jirani, mwambie jirani, jirani, jirani. Kile unahitaji kutafuta ni Mungu ndani yako. Ukiwa na Mungu hakuna kitu cha kuzuia. Ukiwa na Mungu hakuna mahali utakosa kuingia. Ukiwa na Mungu hakuna kabila itakukataa. Ukiwa na Mungu hakuna biashara itakukataa. Chochote unawekelea mikono yako inafanikiwa. Nilikuwa nafikiria ninaongelesha watu ambayo tayari wameshika kile nimeongea. Nasema wakati uko na Mungu utatafutwa pande hii, lakini mlango mwingine unafunguka pande hii. Watakupiga pande hii, lakini mlango mwingine inatokea pande hii. Mwenye haki ataanguka mara 7, lakini bado atasimama. Nasema ya kwamba maandiko nasema wakati wanasema kuna kuanguka, tunasema kuinuka. Wakati wanasema tumekwisha, tunasema tumeinuka. Nimekuja kuongea na wateule leo ambao wamekubali kutembea katika roho. Huyo roho ndani yako atakupigania. Huyo roho ndani yako atakufungulia barabara na mlango. Nyosha mikono, sema Baba, natamani kutembea, kunena na roho. Amen. Ketini nimalizie. Ketini nimalizia, nasikia kuhubiri. Nasema namalizia, nasikia kuhubiri. Nimesema leo I'll finish the service mapema. Ni nani nimemwambia jana jioni? Today I'll finish the service mapema. Kwa sababu lazima mashetani yaliyoingia akili za watu ijue ya kwamba kile roho tuliyopokea imeshinda mapepo inayoingia akili. Nasema roho iliyo ndani imeshinda mapepo inayoingia akili. Nimekuja kuambia lazima uwe na mawazo ya Kristo. Lazima uwe na mawazo ya rohoni. Mawazo ya Kristo inasema aliye ndani yako ni mkubwa kuliko aliye dunia. Mawazo ya Kristo inasema wewe umepona magonjwa sio sehemu yako. Mawazo ya Kristo inasema mbele yako milango nimeweka wazi na hakuna yule atafunga. Mawazo ya Kristo inasema kwamba nitakwenda mbele yako, nipazawazishe mahali pameinuka, nivunje malango ya shaba na niharibu milango ya chuma, na nikutolee hazina iliyofichwa gizani, na nikutolee mali yaliyoasiri. Hivyo ndio Mungu anasema kukuhusu. Isaiah chapter 45. This is what the Lord says. I will go before you, Kisotu, and level the mountain. I will smash down the gate of bronze and cut through the bars of iron. Next verse. And I will give you treasures hidden in darkness. Skiza. Mukikutana na shetani, mwambie shetani, lete pesa. Haijatengenezwa kwa ufalme wako, leta dhahabu. Haijatengenezwa kwa ufalme wako, leta mashamba sio yako, leta title deed. Leta leasing title. Devil, nothing is yours. Shetani hana kitu. Geukia mtu mwambie shetani hana lake.